kumbuka ninakuanga na unyonge mahali fulani. I am weak at a particular level, at a particular capacity. Unajua mimi nakuwa mnyonge. Anakufunika, anasema huyu ni mtoto wangu, wacha nimfunike makosa yake, wacha nimfunike uwete wake, wacha nimfunike upofu wake. Halafu katika safari unamuondokea. Nikiona ahonoki amwe kweherera Ngai hanini wehia wao wakakonoka thago ati. Hamukuwa mnajua mtu ni mtenda dhambi. Kuondokea Mungu kidogo. Unajua uzuri wa Mungu ni kutufunika. Hiyo damu haikuwa ya bure. Kazi yake ilikuwa ya kufanya nini? Ukimuondokea kidogo, unaona umechomolewa juu. Haukuwa na mashida zinaanza kujileta. Paka unaangalia mashida zingine unazindwa. Shida zingine ni gani? Unauliza ni nini Baba Joki? Mimi naona kama ni Mungu ananitesa. Kwa nini? Imagine pikipiki mpya nimeinunua jana. Imechomeka hapana. Imefanya nimegonga umbo. Sasa unashindwa, mashida zingine hujawahi ziona katika maisha. Mashida zingine hujawahi pitia katika maisha. The blood of Christ covers us. Whenever we are weak, we are covered. Wakati tunahitaji huruma tunazipata. Wakati umeondoka katika safari moja na Mungu, kile ulikuwa unapokea kwake kinaondoka. Msaada uliokuwa unapata unaondoka. You know the problem with the prodigal son? The problem was not what he had. Vile vyote alipewa viliisha. Sio kwa sababu yeye angemaliza, hapana. Na ufukara ukaanza kumpata. Why? His only mistake was disconnecting himself from the source. Praise the name of the Lord. He disconnected himself from the Father. The Father was the source. So whatever that you have today, the source is God. Your breath, the source is God. Your sight, everything that you have, kila kitu ulicho nacho, chote ni cha Mungu. Unapoondoka katika safari yake wewe na yeye, anasema si amenionyesha, ametosheleka, wacha nimuondokee kidogo. Ndio maana mnasikianga watu wakitumia huu msemo, aliokoka akanona. Sio kunona, it is the heavenly glow. Unajua wamama mnatafutaka glow kwa makeup, kwa nini? Lakini glow ya moyo wa Mkristo ni neema ambayo hutoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. So whatever that you have, kuanzia watoto, kuanzia Bwana, kuanzia nini, wote wa Mungu. So wakati kama alikupea mkiwa katika safari, na wakati ulikuwa unanyenyekea chini yake, unapiga magoti, unapiga maombi hapa, mnaenda 40 days mnagonga hapa, ni maji tu na glucose, unagonga 40. Mungu anasema gai, hata akiwa na 40 years nitampatia Bwana. Vile mlikuwa mnaimba hapa na youth, Bishopuni wetu, Bishopuni, Bishopuni. Ukiwa na miaka 40, baka youth wanakuogopa, hawakuiti Mary, wanakuita Auntie Mary, ndio wakuseparate na wao. At 40 Mungu anakuhurumia. Unaona ameleta tu mtu mwingine na yeye ako na 40 kwao. Paka watu wanaanza kutoa ushuhuda. Unaona kuvumilia ni kuzuri. Unaona kutumikia Mungu ni kuzuri. Imagine Mary 40 ameolewa na 40. Kwa sababu maandiko yanasema katika nyika kuna njia ambazo zimefichika. Hazijawahi onwa na simba, hazijawahi onwa na mwewe. Zimewekewa wale watu ambao ni watakatifu. Zimewekewa watu wa Mungu. Hiyo njia kwa sababu ya kumtumikia Mungu inafunguka. Na wewe ukipata Bwana, unajua sasa ni wakati wa kuflat, wa kutokea na huku nje, wa kuonyesha watu niliolewa, wa kushinda umefanya hivi pete. Ho, unawacha kanisa. Ukipigiwa na Patricia, dada Mary, Halo, unataka aje Reverend? Kuja tuoshe kanisa. Simu inapoteza internet. Halo, Reverend, unafulisha simu. Niko kwa nduthi nitakupigia. Kwa sababu kile uliomba katika safari kimekuja. Let me tell you, kile ambacho umepatiwa mkiwa kwa safari kinawekwa mahali ulipelewa. Whatever that is given of God is kept of God. Praise the name of the Lord. Naanza kuondokea. Unaomba Mungu. Ukiangalia duka yako hivi, unaona imebakisha toothpick na handkerchief moja. Na wembe. Unaambia Mungu sasa, nimekutumikia.
ninafanya kazi katika madhabahu, sijachoshwa na wewe. Sasa hii ni nini? Aibu. Mungu tu na muujiza wake, kwa sababu anakusaidia, because you are walking together. When you walk together with someone, they will understand what you don't have. They will know what you want. They will understand your needs and your wants. Watajua unahitaji nini. Unapotembea na Mungu, huwa anajua kile unahitaji. Kama saa hii najua watu wengi hapa wamepiga magoti. Mungu zaidi. Hii mwaka isiishe wale watu wengine wakienda kwao wakiweka jamu kwa barabara. Ninaomba hata mimi niwe mmoja wao. Mungu nipe gari. Lakini Mungu akiangalia naona huyu hata si gari anahitaji. Huyu nataka nimpatie nyumba ya ghorofa. Huyu nataka nimpatie shamba. Huyu nataka nichukue watoto wake niwapeleke ng'ambo. Kabla Mungu afunganisha laini zako, wewe unakuwa impatient. Naza kuwa, instead of praying here and thanking God, because you have to thank God even when he is not showing up. Praise the name of the Lord. Sasa wakati huo Mungu haonjionyeshi, kumbe amekaa chini na malaika wako mkutano. Unaona aje? Malaika wana discuss, tumpatie nyumba inakaa hivi. Na malaika mwingine anasema, na hiyo nyumba ikuwe na plot nyingine aifanye garden. Malaika mwingine anasema, lakini Mungu si tumnoneshe kidogo kwanza, sababu watu watafikiria hiyo nyumba si yake, ni kuajiriwa. So Mungu anaanza kuleta utukufu wengine. Watu wanasema, na mmenotice mama Masi ameanza kunona, ameanza baka amekuwa mweupe, kwani anajibleach. Wakati wako mkutano, wewe na unasema, mimi sioni safari hii kama tunaendelea na Mungu. Wale watu wanaiba huku wanatajirika. Wale watu wanafanya kamare huku wanatajirika. Mimi nimeishi kwa madhabahu, Mungu haonekani. Na wakati mwingine ni Mungu wako katika mkutano, hata sioni miguu yake, kumaanisha ameniondokea na ameketi chini. They are discussing you. Sometimes let us allow God to discuss us. Anakuongelea mazuri, anasema, si mnajua Aki ametembea na mimi, huyu ameenda na mimi. Sasa mimi ningeambiwa nyinyi wenyewe mko hapa, na wengine wenu nikiwaangalia hapa nimewabeba bodaboda hapa. Hapa wengi nimewabeba. Nilikuwa nabebea hapa Mount Sinai. Unateremsha mtu baka bonde. Mwingine anapandia bonde na anajua kabisa hapa Kingdom Zika ni mlima. Wakati hapo kulikuwa na kanisa ya Aratori, ndio unapanda na anakugonga mgongo, nachelewa. Na naona baka umesimama. Mtu angeniambia kwamba siku moja nitagojewa nije nihubiri mahali nilikuwa naenda hivi. Kutembea na Mungu sio kupoteza wakati. Kutembea na Mungu sio kazi ya bure. Wanaotembea na Mungu na wasichoke, siku moja watafurahia matunda. Ninakuombea leo safari ambayo umetembea na Mungu ianze kuleta matunda katika jina la Yesu. Mungu akumbuke ile safari umetembea na yeye. Mungu akumbuke umbali umeenda. Mungu akumbuke kesha ulizolala kama umefungua macho. Mungu akumbuke maombi ambayo ulifanya ukiombea watu wengine hata sio wenu, ukisimama na inchi na sio yako peke yako. May God remember the times that you have walked with him. Mungu akumbuke tu. Mungu akikumbuka safari ambayo umetembea na yeye, huwa analipia. Musa akaambia Mungu, show me that you are together with me. Naye Mungu akamwambia, ndio nimalizie, sitaki mkae sana, nitaendelea na hii kesho. Praise the name of the Lord. And he said, my presence will go with you and I will give you the rest. Mungu wakati aliulizwa maswali na Musa, nionyeshe ya kwamba uko pamoja na mimi, akamwambia, sasa kuanzia leo uwepo wangu utatembea na wewe. Halafu haya mengine unayohitaji yatakuja. May the presence of God come in your life. May everyone feel God around you. May every person that you come across touch God through you. May they receive healing from the hands that walks with God. Ninawaombea ukiwekelea mgonjwa mkono anapona. Ninaomba huo uwepo utembee na wewe.
wewe. Kwa familia yenu ukiingia, hawaoni mtoto wao wa kawaida, wanaona uwepo wa aliye pamoja na wewe. Ukiwa na uwepo wa Mungu, magari utaendesha usijali. Ukiwa na uwepo wa Mungu, watoto utasomesha usijali. Ukiwa na uwepo wa Mungu, safari za ng'ambo utaenda. Uwepo kwanza, haya mengine yanafuata. Praise the name of the Lord. Unajua, sometimes I thank God. Tunaendanga na Helen, hata tumekujanisha naye hapa. Kutoka huko tulikuwa pale Sports Club, hakuna mtu hata mmoja amesalimia Helen. Hakuna hata mmoja amesalimia. Nimesalimiwa na watu wangapi? Karibu kila mtu kutoka pale. Bishop Ben Kengei, Bishop Ben Kengei. Baka Helen akaniambia, unashindaga hivi? Nikajua in my heart, sio mimi, it is the presence. It is the presence of God. Uwepo unapokuja, hutasumbuka na hii tushida kidogo kidogo. Hata saa hii paka unajifichia jirani kwa sababu ulichukua 100 yake 5 na hakujaonyesha. Atakuwa anakusalimia bado ukiwa na deni. Na hata ni atakuwa anakuambia, si wasiko kukikua kuzuri. Kukikua kuzuri unikumbuke. Hata hakuharakishi. Kukikua kuzuri ufanye nini? When you have the presence of God, you will attract. The presence attracts, makes you attract. Unaenda hata kutafuta kazi, unaambiwa habari yako ndugu, mzuri. Tumesikia unatafuta kazi hapa. Ni funny. Ati alifanya nini? Alikufa akifanya nini? Yaani paka kifo yako haielezeki. Wewe ushaisikia watu wamekufa kifo fani? Fani, unasikia mtu tu amekufa kifo tu fani. Fani tu. Paka unasikia ati alikuwa anatembea mahali palikuwa na choo pakafunguka. Paka unashindwa, na hapo gari na mpaka maroli yamepita 50 years. Na hakujawahi shimo ishawahi funguka. Let me tell you, when you are in God, hata kifo chako huwa cha heshima. Hata kifo chako huwa cha heshima. Mimi nakumbuka Musa wakati alikufa, mpaka Mungu na shetani wanajibizana. Wanaambiana hiyo mwili ni yangu. Shetani anamwambia ni yangu. Mungu anamwambia wewe shetani, tusizoeane. Hiyo mwili ni yangu. Shetani anamwambia ni yangu. Mpaka wakafika mahali Mungu na shetani waka-agree. Wacha tufanye to balance. Wakaleta ratili kama ya nyama. Wakaweka mwili ya Musa hapo. Wakasema tupime mabaya yake na mazuri. Mazuri yakishinda ni wangu. Mabaya yakishinda umchukue. I want you to live that kind of a life. Yaani mpaka mwili yako watu wanang'ang'ania. Huyu ni wetu, huyu ni wetu. Huyu mtu tunamjua, huyu tunamjua. Kwa sababu wale watu ambao wanatembea na Mungu, hata mwisho wao, they end it in honor. Praise the name of the Lord. They end it in honor. You cannot walk in the presence of God alafu umalizie kwa aibu. Yes, hapa katikati, when walking the journey, it is not an easy one. Hii safari sio rahisi. Ujue umeamua tu, ujaoa, na wewe ni ndugu ukaamua sasa ni wakati wa kutembea na Mungu. Na unapiga magoti hapa. Na unaombewa na Bishop Ben. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Na kabisa kwa moyo wako umeamua utatembea na nani? Ninakuja mbele yako. Wewe mpaka wale wengine wanakaa hivi wakiombewa. Wewe mpaka kichwa, ni uko serious. Uko serious kabisa unaokoka. Uko serious kabisa unaokoka. Naja mbele zako. Kuanzia leo nitakufuata, nitakutumikia. Nimekataa shetani na dunia yake. Kumaliza kuokoka. Kukaa chini kufungua simu. Mtu ameishi kukukataa. Unaona, oh boy. Ukiwa na huko kama hujaokoka alikuwa anakuita Kangethe. Sasa mpaka anakuambia oh boy. Na si nimekumiss guy. Na ndio umemaliza kusema nimekataa dunia. Hii safari sio rahisi. Lakini uzuri wa Mungu akikushika mkono, anakuwezesha, anatembea na wewe, anakuondolea shida, analainisha milima, anazika mashimo, kwa sababu anajua huyu ni wangu na ni lazima tufike na yeye.